mchafu kiasi hiko? Yaani unanuka kama choo. Usinifanye nifanye kitu ambacho nilikifanya hapo nyuma. Unasema nini we mpuuzi? Tambua, jua upendwa linapochomoza, lakini linapofika katikati huchukiwa na kila mtu na kutafuta sehemu ya kujificha. Pia linapozama, wengi wao hulitazama kwa huruma na kutamani lirudi tena. Hapo ndipo giza hutanda na nuru hukosekana. Oh, wow. Misamiati yako ni mizuri sana na hata maneno yako ni mazuri, lakini kwa uchafu huo uliokuwa nao na harufu hiyo, hamna mtu atakaye kusikiliza maneno yako. Kaoge kwanza. Hatari bwana. Yaani mimi ananiuzi kama mtoto mambo yake. Si nilikwambia? Unaona? Kashali bwana tayari. Yaani sijui mimi nimfanyeje. Uje mimi ananichosha. Watu wani pajui. Kila muda si unatufanyia tunafua mavi yako. Tusikie ukijua au? Yaani sijui nimfanyaje, simpendi mimi huyu. Tulia hapo. Tuondoke huko. Kati kukifundisha tu mavi yako. Twende bwana. Na wewe mdogo wangu umezidi ukali, punguza ukali. Usiku umeshuka kimya kimya. Yaani mimi ananiuzi. Umebeba Sasa kufanya kojelea hapa kati choo kipo nini? Kumbuka wewe ni ndugu yetu. Nilicheka mbele. Anapoka wewe tu. Sasa hiki anachofanya ni sawa? Lakini ndani nafsi yangu. Ugonjwa wake ndo anatufanyia sisi vituko. Sio sawa, usimpokee sasa na kumpiga muda wote. Yaani anajinyea hapa, anajikojolea hapa, sisi tunafanya kazi ya kufua tu mavi yake kila siku.
mwingine anatutilia timu zezeta ya pili. Haupo. Wewe kinachokuchekesha ni nini? Ongea vizuri bwana nisikie, haupo ndo nini? Yaani mimi hawa kusema kweli mimi wananichosha. Kwani wanajielewa hawa si watu wazima? Belinda haupo. Mimi wananichosha. Wananichosha kama nini? Belinda haupo. Nini? Wewe ongea vizuri basi. Haupo kaenda wapi? Kaenda wapi sasa? Belinda! Belinda! Usiku umeshuka kimya kimya, moyo wangu umebeba maumivu. Nilicheka mbele ya watu, lakini ndani nafsi yangu ililia. Nilimpenda kwa moyo wa kweli, lakini wivu ulinivamia. Maneno ya watu yalinita. Yaani wote ndo wale wale. Sisi wadogo zako. Kumbe watu wa vijijini ndo mnanuka hivi. Au hamjisikii? Yaani hampendi. Mbona wachafu kiasi hicho? Hamna dada, ndio maisha yetu ya kijijini. Tuzoee tu. Basi ngoja kuletea kitu. Dada, tuzoea. Na maisha yetu haya. Niliona nguvu ya giza. Kumbe na ndio maana mnanuka Yaani sehemu yoyote nyinyi mnakaa, hamuoni kama ni pachafu? Hamna dada, ndio maisha yetu ya kijijini. Tumeshazoea tayari. Jamani, nimekutana na mtu huko njiani, ni ananuka. Yaani ananuka kupitiliza. Nikajua ni yeye tu. Kumbe hadi nyie kaka zangu. Dada, unajua kuwa hilo lilofanya ni kosa? Kosa gani? Kusema ukweli ni kosa. Ni kweli mnanuka. Jamani, mnashindwa hata kuoga kweli. Yaani watu wa huko hamjipendi. Dada, hicho anachosema huyo anamaanisha
hilo ulilofanya ni kosa kubwa, litagharimu maisha yetu na kwako pia. Kosa gani? Yaani kusema ukweli ni kosa? Mimi sioni kosa. Ni kweli mnanuka. Yaani nyie ndio mnafanya watu wa vijijini waonekane wachafu. Jamani, yaani mpaka tumbo linaniuma kwa harufu ninazozisikia. Nitaweza kukaa na nyie kweli? Sasa naombeni kitu. Mimi sitoweza kukaa na nyie kama mtaendelea kunuka hivi. Naombeni muoge. Suchi, moyo wangu unalia. Suchi. Kwa hiyo ina maana hata perfume hamzijui. Kumbe ndio maana mnanuka. Vijana, wao mnatakiwa mje kule barazani. Kuna nini? Zingatieni muda, saa 10 kamili niwe mshafika. Alafu huyu binti ni Huyu dada yetu mrembo ametoka mjini. oh, sawa. Kumbe wote ndio wale wale. Yaani afadhali na jana kuliko ya leo. Mbona mnanuka kiasi hiki watu wa huku? Suchi, Suchi, moyo wangu unalia. Suchi, Suchi. Sasa unaenda wapi na minguo yako hiyo na mchana utwe kweli? Nataka niende nikamtafute Belinda. Mdogo wangu, punguza kelele. Nataka niende nikamtafute Belinda, maana hatujui yuko wapi mpaka sasa hivi. Hapana, usiende. Belinda atarudi. Mbona mnanichanganya? Belinda atarudi saa ngapi? Maana mpaka sasa hivi hajarudi. Tunasubiria nini? Bado tumtafute tu. Nimeshachoka sasa. Hii tabia ifike mahali tuiache. Hiyo hali ya kuja kunichukua na kunirudisha, mimi nishanchosha. Alafu ukizingatia kuna vitu vingi na vimisi kutoka kwako. Mimi nataka tu tukae wote. Mimi nimekuelewa, ila wewe usichokijua kuna vingi vimejificha. Haiwezekani kirahisi rahisi, kwa sababu wewe bado upo kwenye kifungo. Kifungo?
Kifungo gani hicho ambacho unakisemea wewe? Kifungo gani? Kuna mambo mengi yakishafanyika tayari, ndio kila kitu kitakuwa sawa. Sasa wewe haitakiwi kurupuke, inahitaji muda. Basi niambie ili nijue. Niambie. Wewe Belinda, ulikuwa wapi? Muda wote tunakutafuta wewe. Ulikuwa wapi? Mnaona sasa? Kashajikojolea tena. Sikiliza nikwambie. Sitapoteza muda wangu kukusafisha wewe. Nakupeleka ndani hivyo hivyo. Sitachukua mkono wangu kukusafisha wewe. Umesikia? Nadhani tumeelewana. Utaingia ndani hivyo hivyo. Mimi sitaweza kukuosha. Nilimpenda kwa moyo wako. Tu yalinitenga, nikawa mgeni kwa aliyenizoea. Uchawi wa chuki ulipoingia, upendo kageuka kivuli. Moyo wangu unalia. Umeitia wito mganga Kinjochi. Karibu. Mnajua fika kwamba makosa mliyoyafanya ni makubwa sana. Hasa yule dada yenu amefanya makosa ambayo sidhani kama ataweza kusameheka. Sasa mimi nimeongea nao kutokana na hayo makosa. Inabidi mtoe shamba heka 5 ama shilingi 500 kwa makosa hayo yaliyofanyika kama fidia. Bila hivyo, hapa kijiji kizima hawatokubaliana na makosa hayo. Na nyinyi mmeonekana. Mganga Kinjochi, kwa nini sisi? Kwa nini kila siku ukoo wetu? Juzi tu kaka yangu ametoka kuchumbia, kisa si ukoo wa kichawi, mkakutoza fidia 200,000. Na leo hii tena hili. Kwa nini Kinjochi? Kwa nini kila siku sisi? Kinjochi, sisi tuko na ombi moja. Uende ukaongee na ile familia iweze kutusamehe, kwa sababu ilikosa kalifanya dada.
Lakini Njochi, kwa nini kosa tu sisi tulifanya kidogo tu? Adhabu yake kubwa, mara tulipe fidia shamba, mara tulipe pesa. Kwa nini sisi? Suchi, moyo wangu unalia. Suchi. Mimi sina tatizo na nyinyi, wala nyinyi vijana wawili hamna tatizo lolote, ila inaonekana yule dada yenu ni kiburi na jeuri. Mimi mwenyewe kanionyesha dharau na kejeli mbele yenu, mmemuona pale. Sasa yule binti atawaponza, atawafanya kila siku nyinyi mnalipa fidia, kila siku mnalipa fidia. Sasa mimi nitakuwasaidieni nyinyi, nitakwenda kuongea nao kama watawapunguzieni au la, lakini hiyo fidia ni lazima mlipe. Usiku tunakutegemea mdada Njochi, nenda ukaongee nao, tupo chini ya miguu yako, tusaidie kwa hili mdada Njochi. Nyinyi msijifanye wajinga, kumbukeni kwamba yule kaka hao, nyinyi familia yenu hiyo hiyo ndio imesababisha akawa kwenye kifungo cha kichawi. Au ni nani kama sio nyinyi? Sasa leo tena mnataka kusema kwamba hamtaki fidia. Maana yake nini? Kaka yao mpaka leo yupo kwenye kifungo cha kichawi. Sasa hapo nyinyi mnataka nini? Hiyo fidia ni lazima ilipwe, ila nitawaambia wawapozeeni kidogo kama itawezekana. Niliona nguvu ya giza, nikadhani ndio ushindi wangu, lakini nilipogeuka nyuma Wacha basi. Usimpige kaka sasa. Unafanya nini? Nenda chooni kwa mwangalia Belinda. Nyie vipi? Mbona mmeongozana kama msafara wa viongozi? Haya, vipi mtokako? Utajua nini atakufanya mzee yako?
Usiku umeshuka kimya kimya, moyo wangu umebeba maumivu. Nilicheka mbele ya watu, lakini ndani nafsi yangu ililia. Damoza, hali imeshakuwa mbaya tayari. Umetuletea matatizo. Matatizo? Matatizo gani? Mbona siwaelewi? Yaani hamueleweki kabisa? Au yule mchafuko waga amewatisha? Moza, usiongee tena maneno hayo, kwa maana tunatakiwa tulipe fidia sasa. Fidia? Fidia ya nini? Achana naye, hajui nini alifanyalo. Majuto yananitesa moyoni, nilimuumiza asiye na hatia. Naomba mnipikie ugali mimi. Machozi yananifundisha. Aya basi. Belinda. Aya basi. Usiku wa pwani umetulia, upepo bahari unanong'ona, hadithi ya moyo uliovunjika, hadithi ya nusu uchi. Ulinidanganya. Unani sitaki kufanya ndugu yako? Wewe. Mbona una roho mbaya sana? Mbona una roho kinyama? Wewe ni ndugu yako? Dada yako yule. Kwa nini umefanyia hivyo? Umefurahi sasa? Umefurahi na kuuliza? Suchi, moyo wangu unalia. Suchi.
kama unahitaji kuishi vizuri hapa, umeona haya majani, natakiwa uyatie kwenye maji kisha uoge, na hiyo mileleni yako hiyo michencheni yako na hizo nywele zako kichwani zote uzioshe. Hapo ndo utaishi hapa vizuri. We mshamba eh? Yaani mimi nioge maji yenye majani, nikipita barabarani huko kote nanuka? Aha, kumbe na ndio maana nyinyi mnanuka eh? Kwa sababu mnaoga maji yenye majani. Ni wachafu. Moza, nilikwambia uache kabisa kuongea maneno yako. Ona, juzi tu nimetoka kupalilia shamba langu, leo naenda kulitoa yote kwa sababu yako, halafu unaongea ujinga wako. Nitakutia makofi sasa hivi. We, subutu uone. Unaniona mimi boya eh? Yaani unipige kisa? Unauona huu mwili ni wa starehe tu. Mimi sio punda eh? Sasa nipige uone. Moza, umekuwa mjauli sana siku hizi, si ndio? Sasa ngoja nikupige, nikutoe ujauli yako. Tabia gani? Nini sasa? Wewe nilikwambiaje kichampi? Ona sasa unatumia nguvu kumwelimisha. Haikupaswa ufanye hivyo. Kaka, unanipiga mimi? Mnataka kunionea, si ndio? Kwa sababu mimi ni mwanamke. Nishajua. Mnataka kunidhulumu mali za baba yetu. Kichampi, unaona sasa? Nilikwambia huyu mwanamke. Ona sasa anapolopoka maneno. Mara wao mnataka kunidhulumu mali za babangu. Mara wao mnanionea mimi mwanamke. Inabidi elimishwe taratibu taratibu. Mimi najua jinsi gani unavyoumia. Lakini tutafanyaje? Damoza, nakuomba mimi. Nenda ndani. Nitalipia kwa hili kichampi. Unaona sasa kichampi? Mimi na wewe kila siku tunaongea. Huyu mwache. Ona sasa maneno yanaenda kuongea. Mara wao tunzulumu mali, mara wao yetu tu hakike. Sawa kaka, nimekuelewa. Nipo hapo nacheza cheza na rafiki yangu. Vizuri, lakini mimi nimekuja kuongea jambo kwamba ile familia kuhusu ile fidia wamesema hivi, ile ni kubwa sana, wapunguzieni angalau kidogo, maana na wao kila siku ni wao. Wapunguzie ile fidia angalau ipungue kidogo. Mganga Kinjochi, hapa kwangu hakuna muda, kuna nini? Alafu nadhani umesahau kama amefanya makosa si walipe tu fidia. Mganga Kinjochi, nadhani umesahau ile familia ndio iliyosababisha mpaka kakaangu kuwa katika hali ile, au umesahau? Alafu sisi kama familia, kama hawajalipa fidia, sisi tutafanya maamuzi mengine. Sasa Nyancheche, nisikilize kwanza. Unajua hii dunia ni mduara hii. Kuna leo
kesho eh? Sasa kuna siku litakuja kuwapatani na nyinyi eh? Hebu angalieni hapa jinsi gani ya kupunguza angalau kidogo. Haya ni maisha tu, huwezi kujua leo na kesho. Nyancheche, fanyeni hivyo. Sisi umeshasema ni kesho, wao si leo. Kama leo walipe, sisi tusubirie ya kesho. Sasa nakutuma, wao si wamekutuma? Wanasema tuwape muda fidia, si ndio? Sasa nyanyuka hapo, kawaambie Nyamcheche kasema anataka fidia yake ile isipunguzike, isiongezeke. Nadhani tumeelewana. Nyanyuka hapo sasa hivi, isije tukaonana wabaya. Basi sawa, mimi nimekuelewa, naenda. Basi sawa, mimi naenda. Usiku umeshuka kimya kimya, moyo wangu umebeba maumivu. Nilicheka La asubuhi. Nzuri. Kaka, na maongezi na wewe. Ililia. Lakini yasiwe marefu sana kwa sababu nataka nielekee shamba. Kichampi ananichukia au anipendi, au mimi si mmoja katika hii familia, au mimi ni ndugu nusu kwenye hii familia. Damoza, Kichampi sio kama anakuchukia. Kichampi anakasirishwa na mambo ambayo unayafanya. Ona leo anaenda kulitoa shamba lake aliyelipalilia kwa muda mrefu sana, ili mradi lije kumpa mavuno. Anaenda kulitoa kama fidia juu ya makosa uliyofanya wewe. Hivi unafikiria Alia anaweza kukupenda? Kaka, makosa gani? Makosa gani mimi nimeyatenda? Yaani kuelimisha watu imekuwa ni makosa? Yaani watu wananuka, wanatoa harufu, nisiwaambie ukweli? Yaani kusema kwangu ukweli imekuwa ni makosa? Damboza, hayo ndo makosa yako. Haikupaswa kuongea maneno kama hayo. Na yule mtu uliyekutana naye siku ile njiani wakati unakuja, ulimziaki na kumtema mate. Lile ndo kosa kubwa ambalo linaenda kugharimu maisha yetu. Alikadhalika, alikuja mganga Kinjochi hapa, ukambania kabisa pua na kumtamkia ananuka. Ona unavyozidi kuyafanya makosa. Nisikilize nikwambie kaka. Sawa, mimi nina makosa, ni mkosefu kama msemavyo. Nitaondoka, nitawacheki kijiji chenu cha ujinga na upumbavu. Unaondoka? Sasa unaenda wapi? Unaona sasa? Unaona Damboza? Sasa unaenda wapi? Ona sasa kuendelea kujipa matatizo. Dada, dada, tumeshaisha tayari. Tumeisha kivipi? Mimi nimemwona kaka akitoka chooni, na isitoshe anafunga zipu yake. Hii inadhihirisha dhahiri shahidi
kila kitu kinaenda kuwa wazi. Hata mimi nimemkuta Belinda kule chuoni kama alivyozaliwa. Hili linadhihirisha shairi kuna kitu kinaendelea. Sasa tunafanyaje? Na ikiwa hili jambo limeshatokea tayari, tunafanyaje? Hata mimi sijui cha kufanya. Inabidi tulipe muda hili swala. Sawa, mimi sina cha kufanya. Ngoja tuone itakuwaje na tutajua nini cha kufanya. Sawa. Kinjochi. Kinjochi, nipo kwenye kifungo kwa muda mrefu sana na sijui mwisho wangu ni lini, na nipo kwenye uzio ambao sielewi hatima yake ni nini. Pole sana, yataisha. Sawa, yataisha, lakini binadamu hapa duniani tunaishi kwa mchezo wa namba. Je, namba zangu zikiisha, nikifa, je, ni nani atalipa kisasi juu ya hiki kifungo changu? Mimi siwezi kujua. Labda nikwambie kitu. Haya matatizo na mgogoro yametokana na familia yenu na familia ya wale waliohitaji fidia, na hii fidia ni kijiji kizima kinajua. Hakuna mtu yoyote wa himaya hii anaweza kukataa hiyo fidia. Hivi basi, mimi siko nyuma ya hilo. Kwa hiyo nataka kuniambia wewe sio mkosaji? Na je, ukikosa nani anakuhukumu? Au wewe ndio wale kwamba makosa yao hayaonekani? Makosa? Mimi nina makosa gani? Hapo mimi sina makosa yoyote. Sina makosa yoyote hapo. Kinjochi, umemwingilia dada yangu bila ridhaa yake. Pia umetugombanisha wanafamilia. Labda nikufundishe kitu Kinjochi. Ogopa sana mbwa aliofungiwa minyororo. Minyororo ambayo hujui uimara wake unaisha lini. Pia muheshimu sana mbwa ambaye anabweka na akaamua kunyamaza mwenyewe. Kinjochi.
Usiku umeshuka kimya kimya, moyo wangu umebeba maumivu. Nilicheka mbele ya watu, lakini ndani nafsi yangu ililia. Nyanjache, umefuata nini saa hizi asubuhi nyumbani kwako? Mganga Kinjochi, kitu usichokijua, kile kifungu muda wote kinaweza kikafunguka kwa sasa. Una maana gani kusema hivi? Belinda muda wote anapotea na hatujui anaendaga wapi. Je, wewe unajua huwa anaenda wapi? Mimi sijui anaendaga wapi. Sasa wewe kwa nini umekuja moja kwa moja nyumbani kwangu? Kuna nini kinachoendelea hapa? Hapana Mganga Kinjochi, wewe ni mtu muhimu sana kwetu, na pia wewe ndo mshauri wetu, na isitoshe umekuwa mtu wa karibu sana na sisi, na ndio maana nikajua kama unaweza ukajua yuko wapi. Lakini mimi, mtu yoyote yule ambaye amefanya hivi, nikibaini nitamfunga kifungo kama alivyofunga kakaangu. Usiku umeshuka. Sasa wewe, mbona umekaa? Kichampi, wewe ulitaka nifanye nini? Wewe usilisema twende kumtafuta ndugu yako. Amekuwa ndugu yangu tena, sio ndugu yetu. Haya, ni sawa, ndugu yangu pia. Twende basi, sina muda tena kupoteza. Nataka nikirudi nikapelele shamba langu la ufuta, nisije nikapoteza bara na pwani. Sawa, ila Kichampi, nisikie, mimi sipendezwi hata kidogo za tabia zako za kunilaumu kila siku. Tumeelewana? Sawa, nimekuelewa. Twende sasa. Sawa, tangulia. Twende sasa. Sasa Nyanjache, kwa nini umeenda moja kwa moja kwenye hukumu? Yaani tayari umeshafanya kila kitu na hukumu. Hivi kweli ni sawa? Hapana. Kwa kawaida fidia anataja yule mtu ambaye anafanyiwa makosa. Basi hapo sawa. Ila hapa kwangu Belinda hayupo.
Kwa miaka mingi sana sijaweza kuisikia. Wewe hebu acha umbea wewe. Mbona mimi sikumsikia hapa? Hiyo sauti umeisikia wapi? Nimeisikia tena, ni sauti ya binti ambaye hajawahi kuingiliwa na mwanaume yoyote yule tangu uzao wake. Inaniuma sana. Kwani mimi nipo wapi? Nisikilize wewe. Ukiendelea hicho ulimi chako na maneno yako, nitakuwa sikuoi. Naomba unioe. Fanyia mganga Kinjoti, nakuomba. Usinifanyie hivyo. Nataka hebu rudi ndani huko. Nimekwambia nenda ndani. Mbona umenizuia kwenye njia yangu? Unaenda wapi usiku? Kwani huu ni usiku au mchana? Nilijua tu hujui safari unayokwenda, na ndio maana umeshindwa kung'amua huu usiku au mchana. Wewe kweli umechanganyikiwa. Nisikilize wewe Minuko, usitaki kunitisha. Njia si ile pale naiona. Hem, nipishe huko. Naomba unisikilize wewe binti. Hapa nilipo mimi ndo mwisho wa kijiji, na ndo kwenye uzio wa hiki kijiji. Nikwambie kitu, rudi nyumbani, nenda kawasikilize kaka zako. Sawa, tunaenda huku. Tumejaje kama hii njia ni sahihi? Kichampi, naona tayari ushaanza kuchanganikiwa. Katika kijiji hakuna njia yoyote ya kutoka nje ya kijiji pasi na hii, na matumaini yangu kabisa Moza itakuwa kapita na njia hii, na hatufika mbali, lazima tutamkuta. Sawa, twende. Ondoke. Hizo kufaangu kaka. Wewe kweli umechanganyikiwa. Nisikilize wewe Minuko, usitaki kunitisha. Njia si ile pale naiona. Hem, nipishe huko.
sasa? Inaonekana kabisa hii ni mimba. Tunafanyaje sasa? Hakuna cha kufanya. Azae. Anazaje mtoto asiye na baba? We vipi? Kuna mtoto ambaye hana baba? Kila mtoto kwa duniani ana baba yake. Lakini shida tu, ule haijulikani baba yake ni nani. Sawa, lakini unamjua mtu aliyempa mimba? Ninga, hilo sio tatizo letu sisi, na haya sio majukumu yetu. Kinachotakiwa tusubirie tu tumlee huyu mtoto aliyokuwa tumboni basi. Nisikilize, fukia haya matapishi, msiniletee matatizo. Fukia. Vistise basi. Usiku umeshuka kimya kimya. Nakuomba kakaangu nisikilize sekunde moja. Moyo wangu umebeba maumivu. Nilicheka mbele ya watu. We kaka, Lakini ndani nisikilize. yangu ililia. Nilimpenda kwa moyo wa kweli, lakini wivu ulinivamia. We kaka, Maneno ya watu yalinitenga. wewe Wewe umempa nini? Unafanya nini sasa? Nisikiliza kichampi. Katika watu ambao nawachukia katika kijiji hiki akiwemo na huyu. Unajua wapi katoka na dada yetu? Moyo wangu unalia. Katoka naye wapi huyu? kaka, lakini huyu hana makosa. Mimi ndo nina makosa kwa sababu mimi ndo nilikuwa namfuata. Ana makosa huyu. Ana makosa huyu. Huyu ana makosa. Sikiliza kaka, unachokifanya sio sawa. Unajua fika uko wao na uko wetu, bado tuna vita, ni mahasimu wakubwa. Sawa, basi naombeni muache kumpiga, mtamuumiza bure. Si mnaona hali yake? Lakini Unachokifanya hiko lazima nitatuletea matatizo kaka yangu, na unajua fika yupo katika kifungo cha kichawi. kichawi? Mbona siwaelewi jamani? Nisikie Moza, toka uje wewe katika kijiji hiki umezidi kutusababishia matatizo. Kila siku tunaongea na wewe lakini utuelewi. Hili ni tatizo, tena tatizo kubwa hili unavyoliona, na yote ni wewe. Sasa naomba chukua mizigo yako turudi nyumbani. Moza, nakuheshimu sana ujue. Mbona nipa? Niache bwana nichukue begi Mbona langu. huko? Beba. Turudi nyumbani. Niliona nguvu ya giza, nikadhani ndio ushindi wangu, lakini nilipogeuka nyuma, moyo wangu unalia.
Unafanya nini hapa? Wewe kaka yako anakushikashika, wewe unachekelea tu. Babosa, hebu uone unavyozidi kusababisha matatizo katika familia yetu. Umesababisha matatizo, unaendelea tena kusababisha matatizo. Haya, unaweza ukaniambia yule mbwa unafuatana naye ni nani? Kindenya kaka yangu, usimuulize mtu ambaye hajui makosa yake. Huyu unavyomuona ni sawa sawa na kikala, hasikii wala hawezi kuongea chochote kile. Mnaona mnavyonitukana eh? Nilishasema hamnipendi, wala sikukosea. Hamnipendi kweli. Haya sasa, mnaweza mkaniambia uchawi umeingiaje kwenye familia yetu, na uchawi umeingiaje kwenye hiki kijiji, na pia uchawi umeingiaje kwenye minuko yenu? Kinachokuchekesha ni nini? Mimi wamenichosha mimi, ujue ya mimi natamani sijui nafanya tena. Esa, umezidi huo mkono muda wote. Yaani wewe kaka yako anakushikashika, wewe unafurahi kabisa. Wewe si ndo mkaka mkubwa kabisa, maana unafanya mambo hayo? Yaani mimi hao mimi siwaelewi. Yaani wamenichosha, sijui kwa nini nimezaliwa nao yani. Unajua wananitia hasira mimi hawa. Usicheke bana bana. Najuta na kuzaliwa na hawa watu. Kwa nini yakini? Sijui nifanye. Wewe, kwani wewe mkono wako una tatizo gani? Niliona nguvu ya giza, nikadhani ndio ushindi wangu. Moza, Lakini sasa nisikilize. Huyu alikuwa anakupa papasa tu. Sasa mimi nitakukuna. Wewe unajifanya kuku wa kisasa, unaelekea kibla kabla ya kuchinjwa. Sasa mimi nitakuonyesha wapi unapotakiwa kuelekea. Unataka kunipiga? Haya, nipige. Nipige, wachawi wakubwa nyie. Unafikiri na kuogopa? Kindenya kaka yangu, ulishasema huyu ni mwanamke, tuishi naye kwa akili. Moza, kama unahitaji kuishi katika kijiji hichi kwa amani na furaha, oga yale majani niliyokupa, la sivyo utaishi kwa tabu na misukosuko ndani ya kijiji hichi. Kaka, twende sehemu mara moja. Hivi haya ninayosikia na kuyaona yana ukweli ndani yake? E Mungu wangu, ina maana Bolizozo kampa mdogo wake mimba?
Hii ni aibu kubwa. Ee Mungu wangu, niepushe na hii aibu. Lakini ngoja nifanye kitu kuificha hii aibu. Nye, vipi? Mbona mnapiga sana kelele? Shida ni nini?